Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Thiini wa ibuku ria Joeli 2 muhari wa 28 ekuga atiriri, na ni ugakinya atiri ati thutha wa maundu macio ningaitiriria andu othe roho wakwa, nao ariu anyu na airetu anyu ni makarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Guku gwa Theophilus TV nokuo wamukagira tafarira ciothe ciri na kiguni muturire-ini waku. Na riu turakurehera tafarira ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thiini wa tafarira ya Theegi wa Njamba. Haha turigayanaga kiugo kia Ngai oroho tukamurika ciegi miturire itu, na muno makiria we uritwo ni hinya. Mandiko ni muigaga ati kugotwo ni kirumi ni mundu uri wikaga atia ni mundu uri wihokaga mundu wa guku thi. Do not trust upon man, because man is man and man has his own tendencies. Mundu wathe ni akoragwo ena weaknesses nyingi. Mundu wathe no akwire umuthi no rucio ni agarurire bao akwire ndungi. No, when you are a pessimist ni ukoragwo ukimenya ati I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekuraya muno na meciria maitu. Mandiko moigaga ati haria ugi witu kinyite ni urimu kwi Ngai, tondu ugi wake ni ukirite meciria ma mundu wa guku thi. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tuhota kwa ukinya kuria Ngai endaga tukinye. Wota ukoro tondu we do embrace weakness yaku, do embrace ati we ni urika weakness ka marakara. Hinde Ngai akurehera destiny connector waku, destiny connector waku nake agakorwo ni mundu utamakaga uri araria, ahota kwari kiugo we urakare umutiga uinuke. Kiria Ngai agukuigire ni giakura. Na ngiuga maita maingi hinde twahonoka tuingirwo thamaki-ini wa Ngai tuikaraga ta mutumia wina ihu. Ndungikora mutumia wina ihu ati kirabu thaa 9 cia utuku ni guthia arathia rwimbo. Ndungimukora ekirite pamu kana agiteng'era kana agithie na andu kana agithiania na iritu, athianagia na atumia aria magite ciana kana atumia mena andu take. Ni tondu we mwenyewe kiria akuite ni kiru kia goro, ndangihota kwi expose kuria kindu kiu kingituika aborted. Nyitanagira na Pastor Ngechu o amwambiririo nginyagia wakana wona cihanda thaa 9 cia miaraho o guku mitambo-ini ya Theophilus TV, MURATA wa Ngai, ndukahitukwo. When the river flows, it begins to bring every dead thing to life. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. And when the river flows, it begins to bring every dead thing to life. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. And when the river flows, it begins to bring every dead thing to life. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. I worship you, Jesus. You are worthy, O Lord. You are worthy of all the praises, O God. You are worthy of all the adoration, O God. You are worthy of all the glory, Jehovah. There is no other God but you, Jehovah Lord. We worship you, Almighty God. We give you glory and honor and adoration and might, because you alone deserve all the glory and honor and adoration, Jehovah Lord. Tunainama, tunainuka, twainua mikono, tunakuabudu. Tunainama, tunainuka,
tunakuabudu, tunainama, tunainuka, twainua mikono, tunakuabudu, tunainama, tunainuka, twainua mikono, tunakuabudu. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. We worship you Jesus. Tunakuenzi, tunakutukuza ewe Bwana. Wastahili kuabudiwa, wastahili kuheshimiwa, wastahili kutukuka na kuinuliwa Bwana. Umeabudiwa, umetukuka Bwana. Umeinuliwa juu ya miungu zote, juu ya falme zote Bwana. Jina lako limeinuliwa juu Jehova. Jina lako liheshimiwe milele. May your name be glorified, O God. We worship you in the beauty of whom you are, O God. We raise your banner, O Lord, and we declare this day that holy, holy is the Lord of hosts. The whole heaven is filled with your glory, Jehovah Father. There is no other God beside you, O God. There is no other King beside you, O Lord of Lords. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, highly exalted is your holy name. Highly magnified is your holy name, Jehovah Lord. You are worthy to be lifted high, Jehovah. You are worthy to be exalted above all nations and kingdoms, Jehovah Lord. We worship you in the beauty of whom you are, Jehovah Lord. You are highly lifted up, Jehovah. You are highly lifted up. There is no other God like you, Jehovah Lord. We worship you, Jesus. Ni wewe hakuabudiwa, ni wewe, ni wewe wakuabudiwa, ni wewe, ni wewe wakuabudiwa, ni wewe, ni wewe wakuabudiwa, ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe, mwenye nguvu na uweza, ni wewe, ni wewe, ni wewe wakuabudiwa, ni wewe, ni wewe wakuabudiwa, ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe, mwenye nguvu na uweza, ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe, mwenye nguvu na uweza, ni wewe. I worship you, Jesus. You are worthy of all the glory, Lord. I revere your name in thy tabernacle this afternoon, Lord. I declare your name upon this altar this day, this hour, in the mighty name of the Lord. This very second, O King of all the glory, may your name be lifted up upon this altar in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Let your power be manifested, O God.
Because you say that your kingdom is not in words but in power, O God. May your power be revealed upon the hearts of thy children this day. In the mighty name of the Lord, I dedicate this service unto you. May you, Lord Father, minister to your children this day, O Lord. May you grant me utterance, O God, that I may not speak according to my mind, but according to the leading of the Holy Spirit of God. Holy Spirit of God, I pray that you may grant me utterance. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, I do pray and believe. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to the name of the Lord. Karibuni sana katika service yetu ya siku ya leo. Uko katika service ya Theegi wa Njamba katika Theophilus TV. Jina langu ni Pastor Ngechu David. Nimeokoka na Yesu ni Bwana ndani ya maisha yangu. Amekuwa mwokozi na kimbilio njema ndani ya maisha yangu, na namshukuru kwa sababu ya umbali ambao umenipeleka kule ambapo amefanya nipitie, na yale ambao amefanya niyaone, yale makuu ambayo amejidhihirisha katika maisha yangu, ile mambo ambayo nimenifunulia na umbali ambapo nimefika. I can declare and attest that it is by the doings of the sovereign Lord. Si kwa nguvu zangu ama uwezo wangu, but it is by the power of the Holy Spirit of God. Mungu amenifikisha hapa siku ya leo. So I'm born again. The cross of Jesus Christ ndio najivunia katika jina la Yesu Kristo, and I declare this day that I'm born again, born of the Spirit and born of the water, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. I'm washed by the blood of Jesus Christ, and I have the testimony of Jesus on my lips, saying that Jesus Christ is Lord. I raise the banner of the Lord Jesus Christ forever and evermore. As long as I live, nitaishi kutukuza Mungu kwa kila kitu ambacho amenipatia katika maisha yangu. So Mungu abariki sana kwa kuwa pamoja nasi. Wale ambao walikuwa pamoja na sisi kutoka jana, niko na ndugu yangu Tsolo Dikutie anasema greetings, God bless you so much. Nancy Kamau anasema hallelujah, hallelujah, praise the living God. The Theophilus online church members this afternoon, yanasema is born again, and Jesus Christ the Son of God, his personal savior. Thank Jehovah for loving him. God bless you so much Nancy Kamau. God bless you so much Lois Damayo. God bless you Nimonderito. Wanjiro Wanjahe, God bless you so much. Royce Damayo, God bless you and do you good. May the Lord continue to be with you as we go on with the service this day. May your heart be expectant to wait from the Lord in the name of the Lord Jesus Christ, because I know that Mungu kuna kitu mpya ambao ametuandalia siku ya leo, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. May we expect from him. Let us not expect from Pastor David, but let us expect from the Spirit of God. He is the one that grants utterance. He is the one that leads us. Yeye ndo mwalimu wetu, ya kwamba mimi na mawazo yangu labda ni speak kitu inaitwa experience, but with the Holy Spirit of God I speak the mysteries and the secrets, the oracles of the kingdom of heaven, in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Mungu abariki sana. Na jana tulikuwa tunaongelea about the times and seasons, na tukaona ya kwamba King Solomon, tulikuwa tunarifa maandiko yetu in the book of Ecclesiastes chapter 2, vile Solomon yeye mwenyewe alikuwa amejaribu kugratify his soul with wine, guarding his heart with wisdom. But Bible inasema ya kwamba yeye mwenyewe na yale mambo yote ambayo alikuwa amefanya, he ended up hating himself, and he ended up na kujikashifu na kusema all is vanity and gasping of the wind. And he said that there was no profit under the sun. Kwa kukuwa na vitu mingi na kukuwa na mali mingi na kila kitu katika hii dunia, that is not enough. Because soul yako wakati Mungu aliumba ikaweza kukuwa satisfied by the Lord God himself, only by fulfilling the law of God and fearing God and keeping his commandments. That is the only thing that can sustain a soul. Hiyo ndo kitu ambayo inaweza patia moyo wa mwanadamu uhai na kitu ambayo inaitwa satisfaction. Tukakuja kuona ya kwamba hakuna kitu chochote chini ya jua ambacho kinaweza fanya roho yako iweze kusikia imetimizika. The book of Ecclesiastes inasema chapter 5 verse 10 that he who loves silver will never be satisfied with silver, nor he who loves abundance with increase. Lakini watu kwa sababu ya laya mambo yote ambao wameweka katika roho zao, imefika mahali ambapo wamesahau na Mungu. They have thought that wao wenyewe wanaweza pata satisfaction kwa mambo ambayo wao wanafanya, lakini hawawezi pata satisfaction because the satisfaction is granted by God. Kuna maandiko tutasoma iko katika kitabu cha in the book of Jeremiah chapter 2
Jeremiah chapter 2 and verse 13. Let us hear what the Bible says. Jeremiah chapter 2 verse 13. The Bible says that for my people have committed 2 evils. They have forsaken me, the fountain of living water, and hem themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. Ya kwamba Mungu anasema ati watu wangu wameniacha na wameenda kujichimbia visima ambazo haziwezi weka maji. They cannot sustain the water. They cannot hold water. Their cisterns cannot hold water. Nikakumbuka about the Samaritan woman ambaye yeye mwenyewe alikuwa na wanaume wengi sana, lakini hata wakati alipokuwa na hao wote hakuna yeyote ambaye angeweza kufanya affiliate satisfaction, because satisfaction is not granted by the external things that we think that can sustain us. Sustenance ya roho ya mtu ama kusikia uko contented, it is not without godliness. So hata kama uko pale na wewe mwenyewe umekumbwa na roho za sexual immorality na usherati, umekumbwa na roho za drugs na kufanya kitu yote katika ulimwengu, there is no way you can ever have satisfaction, because satisfaction is given by the Holy Spirit of God. Only the Holy Spirit of God can make your soul be fulfilled. Katika soul ya mwanadamu, the only thing that can sustain you is the law of the Lord. Na nikapatia na testimony nikasema kwamba I have done all those kind of things. Mungu amekubali nipitie mambo mingi sana, amekubali nipitie jangwa mingi sana, a lot of things katika maisha yangu. Nimeingia katika drugs, nimeingia katika immorality, nimeingia katika utumwa wa wizi na nini. I have done all those things, but I never found satisfaction, because satisfaction is granted by the Spirit of God. Only the Spirit of God can grant you satisfaction. That is why Jesus alikuwa anasema that wewe umekuwa na wanawake wengi sana na wanaume wengi sana, that hata wanaume mwenye uko na yeye pia si wako. Na akamwambia that if ungejua mwenye anakuomba maji ungempatia maji, because yeye mwenyewe anaweza kupatia maji ambayo itaishi milele. He could have given you living water that you would never thirst again, because the thirst of this world can never be sustained or can never be quenched by the things of this world. There is an end to the life that we live. Hakuna mtu ambaye ataishi milele. Unajua wakati mtu wako youth uko deceived kwa mambo mingi, juu unaona wewe mwenyewe ni handsome, wewe mwenyewe ni msupu, you think that you will live forever. You think that you will forever be like that. No, here that is so temporal. The Bible says in the book of Isaiah chapter 40 verse 6 inasema ya kwamba the flowers fade and the grass will wither, because the breath of God blows upon it. Anything under the sun has the ability to wither. Kila kitu chini ya jua ambacho kinaonekana na macho ya mwanadamu kitaisha. Whatever has a beginning according to the concept of mankind has an end. But only one shall reign forever. The King of Kings, the Alpha and the Omega, the one who has got no beginning, no end. No one can fully understand or comprehend him. So wakati yenye sisi wenyewe tunaishi like we are not going to die, like we are not going to redeem time, because we don't have the understanding that we are going to die one day. So wakati mtu anapoishi maisha yake to fulfillment ya zile vitu ambazo zimemzunguka, it is a deceit. Bible inasema about the parable of the sower. The seeds zenye ziliangukaga kwa miba are the people who hear the word of God, but because of the cares and the worries and the deceitfulness of riches, the word is choked and it doesn't bear fruits. Bwana asifiwe sana. So one thing you need to understand, that anything that has a beginning will have an end. Kila kitu ambacho kilikuwa na mwanzo kitakuwa na mwisho. What are you doing concerning your life? Because ile mbegu ambayo unapanda leo, hiyo ndio watoto wako watakula. Bwana asifiwe sana. And the Bible says, ukisoma in the book of Ecclesiastes, tutaisoma chapter 3, tutaanza hapo from verse 14. Inasema, I know that whatever God does, it shall be forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it that men should fear him, should fear before him. That which is has already been, and that is to be has already been. And God requires an account
of what is past. God shall require an account of the life that you have been living, kutoka beginning hadi mwisho. Mungu atakuuliza account ya kila kitu ambacho we mwenyewe ulifanya. Ukiangalia about the parable of the talents, wale ambao walipatiwa 5, yeye akaimultiply. Lakini mwenye alipatiwa 1 alienda kaficha. And the Bible ended up calling him, you wicked servant. Ni kumaanisha kwamba hata kama ulipatiwa 1, whatever the Lord gave you, he will demand an account of what he gave you. And a time will come, siku itafika ya kwamba wewe mwenyewe hautakuwa na time ya kuweza kuredeem ili ukaweza kutimiza kile ambacho Mungu alikuweka kwa hii dunia kufanya. Na nikawaambia story ya my uncle mwenye alikufa and he died of AIDS. Na yeye mwenyewe aliacha ameandika, the worst thing in life is not to die but to be forgotten, but to die without a purpose. Bwana asifiwe sana. Yeye mwenyewe alikuwa anaona that to die without a purpose ndio kitu mbaya sana. The Bible says that I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing can be taken away from it. God does it so that people will fear him. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo mambo yote yanatendeka ili wanadamu wakaweza kuogopa Mungu. That kile ambacho Mungu ameweka kwa hii dunia, whatever he has kept in this world, whatever is already is right now, it has been. And whatever has been, it will be even tomorrow. So wakati unapoona watu wakianza kutembea kwa njia ambazo hazipendezi Mungu, just know that it has been there even from the beginning. Kulikuwa na mahali kulikuwa kunaitwa Sodom and Gomorrah. Watu walikuwa wanaishi kwa usherati ya ugeism. It was there from the beginning and God burnt it all because yeye mwenyewe hakukuwa pleased na ile maisha ambao walikuwa wanaishi. Na tukiangalia verse 15, kama unaweza tuwekea producer, verse 15, it says that which has already been, and that is and what is to be has already been, and God requires an account of what is in the past. Bwana Yesu asifiwe sana. So you will give an account of everything that you were kept in this world to do. Whether Mungu alikuumba ukaweza kuwa a great man of God, but you did not take that time to become that man of God. Haukutafuta Mungu kwa hiyo dimension. Uliendelea kutafuta Mungu kwa njia zako, kufikiria tu wewe mwenyewe you were born to live for yourself. No one was born to live for himself. If you live for yourself, you're going to die. Whatever is has already been, and what will be has been before. And God will call the past to account. God will call the past to account. You shall give an account of the life that God gave you in this world. Utagive account ya ile wakazi yenye Mungu alikupatia, the gift that God gave you. You will give an account of that life. Ishi venye vyote unataka, lakini jua ya kwamba kuna wakati itafika hizo vitu zinakuzuia, hazitakuwa hapo tena. And you shall enter into judgment. You shall have a question that the Lord is going to ask you. What did you do with the life that I gave you? Tamwambia, I live according to my own mind. I live according to my own understanding. I live according to my own perspective. My own things. I viewed things in my own way. Niliishi venye mimi niliona ikiwa sawa. Wengine wetu wanaishi ngile kitu ya maana sana kwa maisha yao ni relationship. Hakuna kitu kingine ya maana inaingia kwa kisho yake. That yeye mwenyewe aliishi kutafuta tu mtu mwenye anaweza mpenda. Then what? What will happen after that? Wengine watakuwa nasema ati mimi niliishi kutafuta pesa. Niliishi kukuwa na biashara kubwa. Then after that what happened? Wengine watasema mimi niliishi kwa sababu I wanted to live with a name. Nilikuwa nataka kutambuliwa. Nilikuwa nataka watu wajue kwamba mimi ndio ule mzee, mimi ndio ule mzee. And then what? At the end of it all, the Bible says that you will give an account of everything that the Lord has put you in this world to do. He will demand an account. Ata demand kutoka A hadi Z, ulifanya nini na maisha yako? Nilikupatia talent ya kuimba. Did you practice to sing for me? Or wewe ulienda kuimba nyimbo zingine za mataifa? Nilikupatia talent ya kuhubiri, but wewe ulienda kuhubiri injili yangu, ama ulienda kutangaza vitu kwa klabu? I gave you a talent. I gave you a gift. Nilikupatia wealth.
Did you give it where you were supposed to give it? Nilientrust watoto kwa maisha yako. Did you lead them in the paths of righteousness? Nilikuokoa kutoka kwa slavery ya kukunywa pombe. But ni watu wangapi wenye wewe mwenyewe umeongelesha wakatoka kwa hiyo pombe? Because if a testimony is in you, it cannot create any impact as long as it is just in you. It is not in anyone else. Kama testimony yangu siwezi ambia mataifa, then it has no benefit kukuati nilipitia hizo vitu zote. My testimony is a gift that the Lord gave me. It is a scar. A scar is a healed wound that has no pain at all. There is no blood thrashing out of the cut because ilipona kitambo sana. But that scar is what I will use to show the world that I have been deep down into sin, but right now I'm preaching the gospel of Jesus Christ. Kama wewe mwenyewe ulipitia rejection katika maisha yako and the Lord delivered you from that rejection, ni watu wangapi umesimama ukatia nguvu na ukaweza kuwahimiza that the Lord can deliver you from rejection? Ni watu wangapi umeshika mkono ukaweza kuwasaidia that they may have the enlightenment of God to come out of the slavery of rejection? We mwenyewe Mungu aliyokuwa mtoto wako, ni watoto wangapi umepiga magoti ukalilia Mungu akaweza kuokoa? All the problem was just your child. We live a so selfish life that we only think about ourselves. We don't think about the other people. We don't think about the region. We don't think about the whole congregation of people who are lost in sin. Nimekuwa nikikaa na watu, nilikuwa nakaa na watu waizi kabisa. But what account will I give to the Lord? Kwa nini nilipitia hayo mambo yote? I will give an account of everything that I did under the sun with the life that the Lord gave me. That the life that you have does not belong to you. Maisha sio yako. You do not belong to yourself. Your children, unaweza kuona watoto wako wanaweza fanya utoke kwa Mungu, kwa sababu wewe unauliza Mungu uko wapi wakati watoto wangu wanateseka. Even you yourself, you don't even belong to yourself. Because if we lack this perception, we can never fulfill the will of God. The will of God is this. Iyo uhai alikupatia, yale mambo yote ambayo ulipitia, that should be a living testimony to the nations. That after you died, after you were buried, and after you resurrected with Christ, you hold that testimony to the nations. Niko na kijana, niko na yeye fulani alichomwa na acid na anko yake akiwa mdogo, akiwa teenager. He has led in self-denial maisha yake yote. Now I have that heart that yeye mwenyewe, if he can get born again, anaweza simama and proclaim to nations, wale watu wote ambao wamekuwa kiface the spirit of self-denial. It is a scar, but it is a testimony. Every scar is a testimony. Anyone who has a scar has a testimony. Kwa sababu hiyo mambo yote ulipitia, haukupitia just for the sake. But kuna watu huokoka, wanaotolewa na Mungu kwa mambo mingi sana, and then when they enter into the kingdom of God, their mouths are shut. They can never speak about the oracles of God. They can never speak about the wonders of God. Jesus said that if you are ashamed of me here on earth, I'll be ashamed of you even in heaven, in front of my Father and in front of the holy angels. Because that scar should be a testimony to the nations. Na jana tukasema maandiko mawe, Yesu alikuwa anasema kwamba whatever you hear in the dark, speak it in the light. And whatever you hear in your ears, speak it on housetops. Do not fear he who can destroy the body, but fear he who can destroy the body and the soul and cast them both in hell. Bwana asifiwe sana. Tukasoma maandiko iko katika Ecclesiastes chapter 9 verse 10, inasema whatever you find your hand finds to do, do it with your might. For there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you're going. That whatever you find to do with your hands, whatever the Lord reveals unto you, do it with all your strength.
Do it with all your might. Ifanye na nguvu yako yote. Because mahali penye unaelekea, in the grave, there is no wisdom, there is no understanding, there is no knowledge, there is no discernment. Wetagwo ukiri-ini, in the secret, in the silent place, where there is no effort, there is no work. So ile kitu ambao Mungu ameweka ndani yako, if you don't work on it right now, utakuwa na shida sana in the day of judgment. Kwa sababu kuna vitabu mbili. There is the book of life and there is the book of acts. The things that you did with the life that the Lord gave you. How many kilometers you walked to preach the gospel? How many people you restored back to the path of righteousness? How many things you did to make the kingdom of God live and prosper at the age that you are in? Kwa sababu Bible imetuambia that whatever is, was, and shall be. Ni watu wengi sana ambao wameangamia kwa sababu wao wenyewe they live for themselves. Waliishi tu kwa sababu ya watoto wao, waliishi tu kwa sababu ya vitu zao, biashara zao. Mtu anakosa kwenda kanisa kwa sababu ya kazi. Because even the Gentiles themselves, their righteousness is much greater than even for that person. Kama Muislamu haezi kuuzia masaa zake za kuomba, then how much more can you do for the kingdom of God? How much can you do for the kingdom of God? There are greater things that the Lord wants us to do. There is a greater purpose that the Lord has brought you to this world for. Wewe ambao uko pale home, wewe mwenyewe uko kijaba saa hizi na mafegi. Acha nikuambie, you will not live, utaishi na maarosto forever. There is a time that will come and the Lord shall demand an account of the life that you're living. Kukuwa ignorant kusema hakuna Mungu haitaacha ati kufanya ati existence yake ikose kuexist. He will not stop to exist because you think that he doesn't live. But he will continue to live even after your generation. Kuna generation nyingine itakuja na watakuwa tu hivyo na watasahau kuna generation kaa hii. Wata vile watu waga wanajigamba kisema mimi ni Gaza, mimi sijui ni wa group gani. Kuna time itafika na hiyo jina itasahaulika. Kutakuwa na mbogi zingine zita-arise, ziko na shenge yao tofauti hadi na hii. Watakuwa na language tofauti, itabadilika kabisa, kali kuliko hii ya hii time. So don't boast with the current generation. 1 Corinthians 3:18, that if any one of you thinks that he is wise according to the standard of this world, let them be foolish so that they can become wise. The only gate pass to the true wisdom of God is foolishness. What kind of foolishness does the Lord need? That mimi najua niko na mambo yangu naweza taka kutimiza. This cup that is before me, but I pray, nevertheless, not my will, but let thy will be done. That is the foolishness that the Lord wants us to develop. Kwa sababu mambo ni mingi ambayo imetukumba. Kila mtu anajipenda. Kila mtu anataka mambo yake ikuwe ya kwanza. But there is the will of God. He who will ask an account of the life that he gave to us. Because the life that we have right now doesn't belong to us. It belongs to him. Yeye ndo anajua roho yako imekuwa ikipiga kutoka ile siku ulizaliwa. Yeye ndo anajua venye mishipa huaga zinapeleka damu ndani ya mwili ya mwanadamu. Wewe hata uko na hiyo mwili hata husikiangi hiyo damu ikisonga. He knows the number of the hair in your head, and you don't even know that, and wewe mwenyewe unaishi na hiyo kichwa yako forever. He can understand the concept, how venye mvua huaga inanyesha and then the vapor rises and forms the clouds. Water is stored up in the clouds and it doesn't burst open. He understands the concept of time. He understands where the sun gets its power from. He understands the concept that moon gives a reflection to the earth when it is dark. He understands the concept of mankind, how a bone can grow from the womb of a woman, and a child is born, and the bone continues to grow together with the meat and with the flesh until you become a grown-up man. Umeishi siku ngapi katika maisha yako since ile siku ulizaliwa? How many days have you lived? How many hours have you lived? You cannot even count how many hours you've lived.
How many minutes have you lived? How many times do you take to glorify God because of the minutes that you have lived? You will give an account of everything that you did under the sun. The Lord shall demand an account. And the Bible says that in verse 12, that verse 11, I returned and saw under the sun that the race is not for the swift, nor the battle for the strong, nor bread to the wise, nor riches to men of understanding, nor favor to men of skill, but time and chance happens to them all. Time and chance happens to everyone. Hautasimama mbele ya Mungu useme haukupata chance. Nilisikia wimbo inaimbwa that wakati huo mwimbaji alikuwa anasema wakati atakufa, and then Mungu atamuuliza akaunti ya ile kazi alifanya, na yeye atasema ati maisha yake yote alispend na Bwana yake. Was that the purpose that the Lord brought you to the world for? Was that the purpose that the Lord brought you to do? Ni watu wangapi wenye saa hii wanaangamia kwa dhambi, wanaongoja wewe mwenyewe usimame utafute Mungu so that he can put his word in you, that you may go ye and preach the gospel to them and bring them to repentance. Ni watu wangapi wenye watakufa wewe mwenyewe ukikosa kujielewa? Ni watu wangapi umetrustiwa na Mungu saa hizi? How many people has God sent you to that you have been faithful na umeleta wote? You shall give an account of the things that you did in this world with the life that God has given you. You shall give an account. Haijalishi ni mambo gapi ambayo imekuzunguka, hata kama wewe ni kiwete, ama kama wewe ni kiziwi, ama kama wewe ni kipofu. The Bible has said that the race is not for the swift, nor the battle for the strong, nor bread for the wise, nor riches for men of understanding, nor favor for men of skill, but time and chance happens to them all. Hata kama wewe unajiona wewe ni nani, it doesn't matter saa hii unanisikiza ukiwa beze jaba kama umeshikisha. It doesn't matter kama unasikiza ukiwa kwa klabu. It doesn't matter kama saa hii unapanga kwenda kufanya usherati. Haijalishi anything else. What matters is what you're going to do after this service right now. Bwana asifiwe sana. We shall give an account of all things that the Lord God placed us in this world to do. And so the Bible says in verse 12, for man also does not know his time, like fish taken in a cruel net, like birds caught in a snare. So the sons of men are snatched in an evil time, when they fall suddenly upon them. Bwana Yesu asifiwe sana. Evil time is going to come. That if you are caught in evil, the power of God cannot take you out of there, because it depends on your own self-will. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwekea bunduki kwa kichwa akuambie uokoke. It depends on your own self-will. It depends on the fear that you have for God. It depends on the heart that you have to pursue, which the Lord brought you to this world to pursue. Kuna mambo mingi sana ambao hatukaangi chini tunajiuliza, like, Lord, what do you want me to do today? Kile ambacho ulikuwa unataka nifanye leo nimekifanya. Yale mambo yote ambao umeniwekea mimi niyafanye, ni ngapi ambao nimefanya na ni ngapi sijafanya? Because there is a lot of things that are in the spiritual world, but now for them to come into the actual world, you must download them through the Spirit of God. That's why I said you are useless without the Spirit of God. If Jesus Christ is not in you, then there is no benefit. Solomon alizunguka akasema, no, it is vanity of vanities. Hayo mambo yote yenye watu wanafanya, madhambi zote yenye unaweza kufikiria kufanya. Unaweza kuwa pale unafikiria kuwaza mambo ambayo sio ya Mungu. But Solomon alifanya yote. And he was a king. He had money, he had wealth. He had, the Bible says that he had the treasures of kings. The Bible says that he has male and female singers, the delights of the sons of men. But then he looked back at all the toil that he had done, and he said, all was vanity and vanities and gasping of the wind. There is no profit under the sun. There is no profit in sinning against the Most High God. There is no profit in living according to the paths of this flesh, according to fulfilling the desires of the sinful nature. Kuza kuna wakati dhambi zitaitosheka na wewe. Zitatosheka na wewe wakati utaingia kwa kaburi. Where the Bible says that that whatever you find to do it with all your might. It's because after this life, you will not have time for repentance.
You will not have time to go back and do what the Lord brought you to this world to do. You will not have time to go to the prayer mountain and fast and pray for God to reveal your purpose. You will not have time to go to the cross of Jesus Christ because there is no life in you. You're breathless. Salvation is for the living. It's not for the dead. That is why Solomon alisema, Ecclesiastes chapter 12:13, that let us hear the whole conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments, for that is the whole duty of mankind. That is the purpose of mankind. That is where you find your purpose. That's the only place where you can find solace. That is the only thing that can give satisfaction to the soul of a human being. The satisfaction is not found in drinking wine. The Bible says wine is a brawler, and whoever is led astray by it is not wise. So one thing you must understand, finding your purpose is that you can go to the cross of Jesus Christ and find repentance. Ninajua watu wengi sana this season, kwa sababu shule zimefungwa, many are the young people that wamekumbwa na hii roho ya sexual immorality, ya lesbianism na gayism. Ninajua hivyo. Ninajua hizi vitu zimejaa high school. Ninajua watu wamebuy sex tools, wamezificha kwa closet zao. They are doing all these things alone in the dark. But let me tell you one thing, my brother, my sister. You are digging a grave that it will be so hard for you to come out. Because for your soul to align to the will of God, hizo desire bado zitakuwa zinakusumbua. The only cure is in the cross of Jesus Christ. Stop it immediately. Run to the cross of Jesus Christ. Acha nikuambie, hakunaga satisfaction hata ukishinda hapo. Hakuna mtu anaridhikanga na dhambi. Hata mimi si ati niliridhika na dhambi. Bado hii mwili natakaga tu kufanya dhambi. The flesh belongs to this world. It doesn't belong to heaven. Nitaiacha huku duniani. The Bible says that the flesh will return to the dust and the spirit will return back to its creator. So this flesh will never be a friend of the spirit. This is an enemy of my progress. It is an enemy of what the Lord brought me to this world to do. So if I don't connect myself with God, purpose yangu sitaiweza kuirichi. Sitaiweza kufika mahali Mungu anataka. Hakuna venye hizo dhambi zinaishanga. Utapata tu hata after hii generation bado, hata hiyo generation ingine. Maybe watakuwa wame-invent tools zingine hata kali kuliko hizo. Dhambi haitaisha. Zitaishi tu kuwa hapo. You need to overcome them. Ukiziona tu hivi kuna uziambie that I will never get satisfied of you. If I lay my foundation on you, my children and my children's children shall be cast because of my action. I don't want my children to be cast because of my actions. Sitaki kuishi kama vile watu wanataka. Sitaki kuishi kama vile hii mwili nataka. Dust shall return back to the dust, and the spirit shall return back to God. There is a spirit in man, and there is the cross of Jesus Christ, where everyone can find redemption in. Nasema hivyo kwa sababu I've been through it. I know how it feels. Nilikuwa nawaambia jana, si ati nimesahau venye pombe ilikuwa inaonja. Si ati nimesahau venye bangi msel kivuta alikuwa na feel. Si ati nimesahau taste ya shash. Sijasahau venye nilikuwa na feel wakati nye nafuta dibi. Sijasahau venye artains ilikuwa zinafanya ni feel. Sijasahau cosmos nikikaeka hapo kwa keg nikichanganya na pombe. Sijasahau ile energy zilikuwa zinanipatia. Sijasahau sherati venye ilikuwa. Sijasahau kwenda rave venye ilikuwa. Sijasahau, najua. But there is a certain enlightenment that the Spirit of God put in me and elevated me straight from the slavery and lifted me to another realm of understanding things. Saizi mahali penye nimesimama, I'm standing in a position that I can declare unto you that whoever is led by the Spirit of God becomes a sons of God. Whoever is led by the Spirit of God does not continue to sin. I can attest that whoever comes to the cross of Jesus Christ is never ashamed. Usiogope. Because kuna watu wanaonaganika, kuna watu washafika level ingine ile mbaya kabisa, the level of delight,
mtu anaanza kukua delightful na zile vitu ambazo wanafanya. Tabitha Margaret say, we decrease that you increase in us, O Lord. All things beneath the sun are vanity. They will all come to pass, but your word remains forever. Help us, O Lord, to live according to your will and not our own will. Glory be to the name of the Lord. There is your will and there is the will of God. That if your will doesn't align with the will of God, there is no way salvation will find a way in you. Shetani huwaga ana knock at the door of your heart. Wewe ndo unamkubalisha ingie. Jesus knocks at the door of your heart. When he knocks, you need to put away each and everything that is not of God to welcome the King of Glory. That is why John the Baptist alitumwa na hii message. Prepare a highway for the Lord. All the mountains shall be lowered. Each and every valley shall be raised. Each and every rough ground shall be made smooth. And each and every crooked way shall be made straight. Prepare a highway for the living God. Your will must align with the will of God to prepare a highway for the living God. God is a king and he demands himself that he may be given reverence. Respect the King of Glory, because you shall give an account of the things that he brought you to this world for. And the genesis of it all, if your soul doesn't align with the will of God, your will doesn't align with the will of God, there is no way you can fulfill what the Lord brought you to this world for. God bless you so much, Nancy Kamau. God do you good. Waiteranjora anasema, oh, my desire is to serve you like an instrument of honor. May the Lord fulfill his words upon your life, Waitera. Because one thing I must attest and tell you, that kama Mungu alikupatia gift at I demand tu, atakuitisha tu. What did you do with it? Ulifanya nini na hiyo gift yenye nilikupatia? Nilikupatia gift ya kuinspire watu. How many people did you inspire? Nilikupatia gift ya kwenda kuhubiri. Sasa wewe mwenyewe unakuwa DJ club. That is not where the Lord wants you to place your purpose in. There is a purpose for each and everyone under the sun. The Bible says that there is time and chance happens to them all. Time and chance happens to them all. So hautakuwa na kitu ya kusema sikupata chance. Kuna watu husemanga mambo mingi sana. They give reasons why they did not fulfill what the Lord brought them to this world for. Oh, mi sikuwaga na bra sikuwaga na nini. That small that the Lord has given you, that one talent, that is what the Lord will demand for. Bwana Yesu asifiwe sana. Waithera anasema true ni mundu witwaraga we mwenye eyendeire. It is by your own will. There is no other person who is there to will for you. Wewe mwenyewe ndio unajipelekanga kwa hizo vitu kitaka. And so the Bible says, for man also does not know his time, like fish taken in a cruel net, like birds caught in a snare, so the sons of men are snared in an evil time when it falls suddenly upon them. An evil time is going to come and fall suddenly on you. Huwaga naambia watu hii kitu moja, that mtu mwenye amesikizana na Mungu, even wakati anatoka kwa hii dunia, that person knows. The Holy Spirit of God will alert you. The Bible says that David, wakati alipokuwa kitoka kwa hii dunia, he called his children and even called Solomon and he blessed them. Na akamwambia, live according to the paths of God. Do according to the commandments of God. Yeye akamwambia, I'm going to the way of all the earth, of all the people under the earth. He knew that he was leaving the earth. Jesus Christ knew that he was leaving. Because the Spirit of God, when the Spirit of God is in you, he alerts you of the latter times. Anakuambiaga, kama Paul anasimama na anasema, that I have fought the good fight, I have finished the race and I have kept the faith. Alikuwa anasema farewell. I'm leaving the world and I'm going to spend eternity with my sovereign Lord. So these people, when an evil time, they are snared in an evil time, ni wale watu ambao wanaishi kwa dhambi. When you live in sin, the spiritual man, that spiritual child is asleep. You can never know your time or season. That is why Biblia inasema kwamba the time and season, time and chance happens to everyone. Hakuna mtu hanaga chance. It's just that you're so ignorant to find out the time and the chance that the Lord has granted unto you.
The Bible says in 18 nasema wisdom is better than weapons of war, but one sinner destroy much good. Niliwaambia jana that kuna mtu aliniambia, you want to see a lot of potential, do you want to see a lot of gifts, do you want to see a lot of talents and abilities, go to the grave. You're going to find people who were buried with great gifts and talents and they have a lot of potential in them, but they lived according to their own life. They lived their lives in their own way. Walikuwa deceived in riches, wakaishi maisha ya kwenda marefu, kukunywa pombe na nini, kukuvuta drugs na kwenda majuu, kutafuta ile high quality cocaine. Right now they are in a grave. Pesa haiwezi kukusaidia. If the money could have helped anyone, kuna basi wa maskini hawangekuwa hai siku ya leo. But because your pesa huwaga zinamaanisha, it is the Lord God Almighty who decides. So if we don't align ourselves in His will, there is no way we can fulfill anything under the sun. Bwana asifiwe sana. Sometimes huwaga nashindwa zile vitu zote zenye nilipitia na wale watu ambao tulipitia nao, wengi walitoka kwa hii dunia. Kuna kijana tulikuwa tunauza bangi na yeye alikuwa, he was my best friend. Yeye kijana alivuta bangi akashikwa, akatoka jela, akajaribu kurepe. Tena hiyo wiki akasamehewa, akashikwa, mamake akamtoa, and then that weekend ndo aliua mamake. Alidunga mamake visu, akamuua. Na hiyo siku kapigwa mob na watu, and he died that same day that her mother died. Na hiyo mazishi ilikuwa ni mazishi moja horrific sana, kwa sababu hakuzikwa na sanduku ya kawaida. Alichukuliwa mbao, walichukua madhirefu, kama unajua Wakikuyu, I know you know what that is. Hizi mbao zijakamilika, akatengenezewa coffin dakika 5, na akazikwa na shimo ilikuwa ni 12 feet deep, 12 feet. Na hakuteremshwa na kamba, alirushwa hivi. The shame that is in the world is a shame that you need to open your eyes wide and see it. Yesu akasema that when you see the abomination that brings desolation standing in the holy place, let the reader understand. Those who are in Jerusalem, let them flee to the mountains. And those who are in housetops, don't go back to the house to take your clock. Wale wenye ni waombaji, endeleeni kuomba. Let the reader understand. When you see the abomination that brings desolation standing in the holy place, these are the end times that we are living in. The behavior or the culture of immorality is being projected even in the houses of God. They have made the house of God a den of thieves. The Lord is not happy with this generation unless watu wasimame na warepent na watoke kwa hizo dhambi. The Lord will utterly destroy each and every soul that sins. Let those who are in Jerusalem flee to the mountains. Let those who are in housetops not go back to take your clock. Do not go back to your house. Continue declaring the gospel of the Lord Jesus Christ. Just Nusa anasema, help me, Lord, help me to do your will. May God bless you so much. Nancy Kamau, Tabitha, God bless you so much. Royce Nyamayo anasema, gaide dia todo Mary Lilia makwano wogotugatira. Yes, your desire is to serve God. May the Lord help you, and may the Holy Spirit of God lead you in the paths of abundance of grace, that you may fulfill your destiny. Whether Anjona anasema, mwadhani mtoto anaua mamake. Yes, it happens. It is the generation that we are living in. Ni moderito anasema, God have mercy. Wanjiro anasema, oi guy. Edwathira anasema, that's why always Archbishop tell, pray na kuleta watoto wetu inside the tent. That is the path of righteousness. The path that we are in, the altar of Theophilus church, is the altar that brings people, ushers people to the path of righteousness. Because haujui hao watu wanafanya nini, hao watoto wanafanya nini sahi. Unaweza wazuia time yenye mko nao sahi, lakini hujui kama ukilala uaga na sneak anapotea, anatokelea kwa dirisha na anatoka nje, analala bash, asubuhi anakaa na anadoze, na wewe mwenyewe hata huna idea. May the Lord remember us, and may He have mercy on us, because I believe that He is merciful.
The Lord will give you a new beginning, and you will be accountable of the things that the Lord has kept for you. Wanjiru Wanjahi, may the Lord do you good. All of you nawapenda sana, na naomba Mungu awasaidie with the spirit of discernment, that you may learn and know what is that pure and blameless before the Lord, that you may live to fulfill your destinies all the days of your life until His coming. John Apple, God bless you so much. Monica Wamboi, Mungu akubariki sana. Keti Wanji, God bless you so much. Redia Macharia, Mungu akubariki na kutendee mema. Let us give thanks. Abba Father, in the mighty name of the Lord Jesus, I worship you and I give you glory, honor and adoration and might, O Lord. Unastahili kuabudiwa na kuheshimika. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni mfalme, wewe ni mtawala wa milele Bwana. Jina lako limeinuliwa juu ya majina yote. Ufalme wako umetukuka juu ya falme zote, ewe Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, ninakuenzi siku ya leo, ninakutukuza kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya fadhili zako na rehema zako, ewe Bwana. Jina lako limetukuka na kuheshimika Jehovah. You reign, O ancient King, O God. I exalt you in the beauty of whom you are, and in the abundance of thy grace, my God. May we live all the days of our lives. May you grant us grace, my Father. May you grant us the inner voice. Strengthen the inner voice in us, O God. Strengthen the level of our discernment, my Father, that we may discern both time and judgment, my God. Umetuambia ya kwamba time and chance happens to everyone. May our time and chance not go and us keep us, oh my Father, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. We worship you, O Lord, and we give you glory and honor and adoration and might. Naombea watoto wetu Bwana, naomba Bwana ukaweza kuwakomboa wale ambao wamefungwa na vifungo tofauti. Mungu wa rehema, ninaomba ukombozi wako katika jina la Yesu Kristo. Neema yako iwe juu ya maisha yao Bwana, nguvu zako ziwe juu ya maisha yao, wema wako Bwana usiondoke juu yao. Protect them, O King of all the glory. Grant them, O God, the remembrance of your law, your commandments and your statutes and your testimonies, O Lord Almighty, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Bwana, tunaomba ya kwamba hawataangamia kwa dhambi, bali Bwana wataishi katika neno lako kila siku ya maisha yao. We declare unto them that the altar of Jesus Christ shall always be present to their lives, in the mighty name of the Lord. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we worship you, O Lord, and we give you all the glory, honor and adoration and might, Jehovah Lord. In the name of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Thank you so much. Kitiwanji anasema, oh my God, remember mercy. Naomi Mothoni anasema amen. God bless you so much Naomi. Margaret Igangi anasema amen. Madrin Gerard anasema, I'm going through hell right now. I really wonder why them that they dedicated to serving God suffer. My prayer is that the Lord remember mercy. The Lord shall remember you. The Bible says that many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them from them all. It is according to you to know that that is not the most important thing. Mimi nishailala njaa hata wakati niliokoka. I told God that you are taking me to the wilderness. Sustain my family. Lead me to the wilderness. Grant me the joy of the Holy Spirit. That is my strength and the peace of the Lord in me, that niweze kushinda yale mambo yote ambayo nitapatana nayo. So may the Lord do you good. May the Lord remember you in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Margaret Gangi, God bless you and do you good all the days of your life. Mungu abariki sana na watendee mema, na mpaka tuonane siku ya kesho. May the mighty God always enlighten you and always be in your life all the days of your life. Nancy Kamau nasema, Jehovah have mercy on our generation. Let no one get tired of praying. Amen. Lord, help me to serve you wholeheartedly. God will bless you. Nancy Waithiranjora, God bless you so much. Wanjiru Ajahi, God bless you so much. Tabitha, Lois Damayo, Molly, God bless you. Tender Care Support, God bless you so much. Until tupatane siku ya kesho. Shalom, shalom, shalom. Wale ambao hawajaokoka, rudia nyuma yangu, sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Ninaomba uniokoe, nioshe na damu yako. Siku ya leo ninakataa kuishi maisha ya kawaida. Ninaomba uniokoe, unifanye mwana wako. Nipe Roho wako Mtakatifu aniongoze maishani mwangu wote. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu.
naomba na kuamini. Mungu nakuomba wale ambao wameokoka siku ya leo, sustain them, O God. The Bible says that the Lord is my shepherd, I shall not want. Become their shepherd, O King of all the glory, in the mighty name of the Lord. I dedicate them unto you, O Lord, because you alone reign and there is none like you. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, I do pray and believe. Wale ambao wangetaka kutoka tu tithe zao na offerings, our producer is going to give the numbers on the screen, and God will bless you. Until tuonane kesho, shalom, shalom, shalom. Theophilus TV. MURATA wa Ngai. Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Theophilus TV, MURATA wa Ngai.